Yes, kwanza tumpongeze sana msemaji wa klabu bingwa kabisa Ally Kamwe kwa kuja na idea nyingi za kibiashara. Sasa hivi mpira wa Tanzania umeleta biashara kubwa ndani ya soka la Tanzania, na hii ni kusema kwamba ukuaji wa ligi ya Tanzania umekuwa ni mkubwa, lakini kutokana na ubunifu wa vijana, wameletwa vijana ambao wana uwezo wa kuleta miradi mbalimbali. Tunapozungumzia hii Angazii, maana yake ni kwamba ni ubunifu. Wameamua kuwashirikisha vijana katika suala zima la michezo, lakini katika mfumo ambao utaleta biashara. Kwa hapa sasa tunaenda kuona tamasha, tunaanza kuona ambapo mambo ya michezo yanakuwa integrated na mambo ya sanaa na mambo ya burudani, lakini na mambo ya kibiashara. Kwa hiyo mimi kwanza nimpongeze Ally Kamwe kwa jitihada zake za kuunga mkono Mama Samia Suluhu Hassan katika shughuli za kuletea maendeleo taifa la Tanzania kwa kutumia njia mbalimbali za kuleta ubunifu, lakini kuleta hamasa za mshikamano. Ubunifu huu wa Yanga kwa maana kufungua tawi hilo la Angazii una tija gani kwa Yanga ambayo inahitajika kwa wananchi wenyewe? Yes, kwanza tukizungumzia swala zima la uchumi ndio nguzo ya taifa, na kinachofanyika mimi kama mchumi ninakitazama kama ni kitu, ni biashara. Tunaenda kutengeneza endorsement zingine kuonyesha kwamba nje ya uwanja basi kuna vitu vingine pia vinaweza kufanywa na Yanga. Siishie kusubiri michezo, basi tuna activities zingine ambazo zinaweza zikasaidia kuleta mchangamfu wa kitaifa, lakini vile vile swala la amani na mshikamano wa nchi yetu unaletwa na kuunganisha vijana, lakini fikra sahihi zinatengenezwa pale. Mimi ninachoweza kumshauri Ally Kamwe aendelee kuintegrate swala la Angazii pamoja na masuala mengine ya utambuzi, masuala ya elimu na masuala mengi ambayo yatasaidia kufanya taifa letu lipate mtengamano, lakini kupata afya nzuri ya taifa letu. Ukubwa wa Yanga kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia klabu bingwa barani Afrika, na katika kuelekea kufungua hii tawi la Angazii, ukubwa hasa kwa nini yani wamekuja na hii Angazii mara baada ya kufungua matawi mengi, ipi kubwa sisi sasa? Tunaposema kwamba uwekezaji mkubwa unaofanywa na GSM ni pamoja na uwekezaji wa fikra. Fikra ndio uwekezaji mkubwa. Tunapozungumzia Rome haikujengwa kwa siku moja, basi tunamaanisha kwamba lazima tuwe na fikra kubwa ili tuweze kuhakikisha kwamba tunasonga pamoja na dunia. Dunia sasa hivi inataka ubunifu, dunia sasa hivi inataka sanaa. Vitu vingi ambavyo vinafanyika duniani sasa hivi inaunganishwa na sanaa, kwa sababu kiukweli watu wana stress. Maisha yamekuwa ni magumu kwa kiasi fulani kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi na vitu kama hivi. Kwa watu wanatumia muda mwingi kujifariji na kufurahi kwa sababu maisha yenyewe mafupi, lakini pia kumekuwa na changamoto nyingi za kidunia kama magonjwa, stress na vitu kama hivyo, natural hazard. Kwa sasa tukipata wasaa wa kuishi, basi tunatafuta vitu vingi zaidi vinaweza kutufanya tuendelee kuwa na furaha. Basi na tukiangalia hili tukio kama hili ni tukio la nyongeza. Kwa kutoka katika uwanjani mpira Yanga bingwa tumeshinda, basi tuingie na huku kwenye michezo tuweze kuona kwamba ni vitu gani zaidi tunaweza kufanya. Kwa muonekano wako halisi, maana halisi ya Yanga. Yes, mimi ni bado damu changa kabisa, nina chini ya miaka 35, kwa hiyo nipo katika Yanga kwa sababu ni bado kijana. Kesho kwa maana hiyo kufuata hilo atakuwepo, siwezi kukosekana katika mambo kama hayo ya kijamii, mambo yanayounganisha watu, mambo yanaleta fikra.